Kama nilivyokuambia Madevu mwanangu, yani huu mwaka nina project kubwa sana ya kujenga hoteli ya kitalii, na kwa haraka haraka nikiangalia nitaposti bilioni 10.8 hivi. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho nataka kifanyike mapema sana, yani ni investment kubwa sana, nataka huu mwaka ikamilike. Hiyo ni nzuri sana baba, na hii itakuwa ni investment kubwa sana kuwahi kutokea katika familia yetu. Hongera sana baba. Asante sana kwa hilo, na ndio maana nimekuita hapa. Nataka nikukabidhi hiyo project uisimamie, na inatakiwa iwe very successful. Lakini baba, kuliko unikabidhi mimi hii project, kwa nini usingempa Nyokaa akasimamia hii project? Kwa sababu kumbuka, yeye ni engineer na hiyo ndo professional yake, na mara nyingi amekuwa akifanya kazi na watu tofauti tofauti, wamekuwa wakimsifia kwa kazi zake anazozifanya, yani ananyosha majengo yananyoka. Unaona, hii project iwe successful, ni bora ukampa Nyokaa akaisimamia, utaona matunda yake kweli. Mimi nakwambia baba. Hapana Madevu, hilo sitakubaliana nalo kabisa, kwa sababu yule dogo kwa sasa hivi wanapomwona ameshaanza kutumia madawa ya kulevya, na trust yangu kwake sasa hivi imekuwa ndogo sana, kwa sababu kuna mambo anayoyafanya sio mazuri hata kidogo. Na ndio maana nafikiria labda hii project nikimkabidhi yeye, hii hela inaweza ikapotea. Kwa hiyo nataka wewe mwenyewe isimamie, wewe mwenyewe utasimamia project hii Madevu. Nyokaa achana naye kabisa, atakuja akupoteze. Umekuwa tena hivyo au ulikuwa umegombana na Nyokani? Maana sio kawaida, yaani ni kitu ambacho ni kigeni kwangu mimi. Juzi kafanya kitu cha kipumbavu kabisa, yaani ukitaka kuamini nenda ukamuulize. Ni kweli yeye ni injinia mzuri aliyejuka, lakini sasa kwa namna anapofanya mambo ya kijinga, na nilivyokuambia naona ashaingia kwenye makundi ya madawa ya kulevya, siwezi kumwamini hata kidogo. Maana nakwambiaje, ukitaka kuamini kwamba ninachokwambia ni sawa, nenda kamuulize yule dogo, ndio utagundua ukweli, utaona mwenyewe. Sawa, ngoja nitajaribu kuongea naye, alafu tuone itakuwaje. Nitajaribu kumweka huyo dogo kwenye line. Haiwezekani apotee hivi bwana, yule ni mtu muhimu sana katika familia yetu. Tusikubali kumpoteza kwa kweli. Kama kuna mistake imetokea, tujaribu kuweka mambo sawa tu, maana kumbuka yule mtu yuko vizuri sana, yuko very smart.